Na garçon moja alikuwa anatoka hapa mwedisi, alikuwa kikombola telefoni yake, ndio akampiga masasi. Orke pa vile vya kusema sema na kupiga majio, hakuna mwalimpiga, hakuna mwalipiga lijio, kama alikuwa bien armé, balikuwa bien armé kabisa. Mais ile ni intervention ya bongo ile ya kusema seo walipiga lijio, hakuna mwalipiga lijio kabisa. Situation hii kabisa. Amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo, ikiwa ni Jumapili kabisa tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2025. Tumekuandalia habari nyingi sana kwenye channel ya Mteba TV ambazo zinapatikana duniani kote, lakini pia isitoshe maeneo zote zinazopatikana fujo za vita na taarifa mbalimbali kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo tayari tumeshakuandalia habari kamili zinazopatikana maeneo yale, huku watu mbalimbali wakiripotiwa kufariki maeneo mengi ya Bukavu, Goma na kwenye matukio ya uwanja wa vita. Karibu sana kwenye taarifa zetu. Kama hujasubscribe, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa, utakuwa unazidi kupata habari kamili ndani ya channel ya Mteba TV, channel yako pendwa ambayo huwa kila siku inakupa kinachoendelea duniani kote. Lakini kwa sasa tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo jana usiku kwenye mji wa Bukavu na mida saa 2 kwenda saa 3 kijana mmoja ameweza kusadikiwa kupigwa risasi na kufa hapo hapo kwenye matukio ambayo yameweza kutoka ndani ya mji wa Bukavu. Habari kamili Bukavu. Jana tarehe 8 usiku wa kuamkia leo, ambapo palikuwa na changamoto mbalimbali na vurugu mbalimbali ambazo zimeweza kuonekana kwenye mji wa Bukavu, pale ambapo umeme uliweza kukatika kwenye maeneo mbalimbali kwenye mji wa Bukavu. Umeme ukatika maeneo zote, ila kuna maeneo mbalimbali ambapo umeme ulikatika na masasi ikaanza kusikika kulia maeneo yale. Watu wakaanza kujiuliza ikiwezekana ni wajambazi au vibaka wao, watu ambao wanaenda wanaiba usiku. Lakini watu wote walikuwa wanapilika wakwenda kugomboa simu zao, huwa story kwenye barabara kama vijana mnavyojua, vijiwe vikiwa vinatamba maeneo mengi yale ya saa 3 ya usiku. Lakini vikosi ambavyo viliweza kupita maeneo yale vinasadikika kwamba M23 waliweza kupita maeneo yale na kuweza kufyatua masasi hayo na kukata nyaya za umeme kukatika. Mle mkupiga masasi, basi kijana mmoja ameweza kupigwa masasi maeneo yale ya Bukavu usiku, maeneo ambapo watu wengi waliweza kusambaratika na kupata shida mbalimbali katika usiku ule. Wasiwasi kawa nyingi sana, huku wakizidi kubomoa manyumba za watu maeneo mbalimbali kwenye mji wa Bukavu, na wengine wakijiandaa wakiwa wanatoka kwenye mji wa Bukavu M23 kuondoka kwenda mazingira mengine kuachia mji wa Bukavu. Lakini hawajatoka wote, bado ni wengi sana kwenye mji wa Bukavu, lakini baadhi ya kambi zinasadikika kwamba zimeshakuwa wazi, wengine wanaochoka kwenye maeneo yale wakirudi. Kwa hiyo tunapoendelea taarifa zetu kwenye channel ya Mteba TV, kijana huyu ameweza kupigwa risasi jana kabisa usiku wa kuamkia leo, huku akipigwa risasi ya kichwani na damu kumwangika kabisa, kufa hapo hapo na watu kwanza kusambaratika. Kama mnavyojua hatuwezi kuweka picha hizo hapa kwa sababu ya usalama wa channel yetu, lakini tuna mtangazaji wetu ambaye iko pale Bukavu ambaye atakwenda kutupa habari kamili kila ambacho kimeendelea. Hebu endelea kufuatilia channel ya Mteba TV, maeneo ambapo anaitwa Chikunda pale Bukavu. Habari hiyo na taarifa hizo zimeweza kutukuta hapa kabisa kwenye channel. Lakini sio hapo tu, tuna habari zingine tutaweza kuambia pale Goma, ambapo wasiwasi, njaa nyingi zinazidi kutawala maeneo yale na ukosefu wa usalama ukizidi kuendelea maeneo yale ya Goma. Lakini tukiachana na hapo, tukielekea moja kwa moja kwenye miji ya Kibumba, maeneo ambapo panaonekana pia ukosefu wa usalama umezidi kuripotiwa maeneo yale, na pamoja na Lubero kuendelea kwenda njia zote za kwenda Butembo, hali ni mbaya sana na ukosefu wa usalama unazidi kuripotiwa maeneo siku kwa siku. Lakini huku vikosi vya M23 vinaonekana havijashambuliana kwa muda kabisa sasa tangu wakamate Bukavu, na wazalendo pia wazidi kufunga maeneo yote, na wazalendo wanafunga maeneo kama vile panaitwa Walungu pamoja na Kamanyola na maeneo mengine yote, huku wengine wakionekana kwenye maeneo za mji wa Bukavu. Tunapoendelea taarifa zetu za habari kwenye channel ya Mteba TV, tuna mambo mengi sana ambayo tutakwenda kuambia. Bwana Rachel yuko pale kwenye mji wa Bukavu ambaye atakwenda kutupa habari kamili kwa kila ambacho kiliweza kutoka na kuonekana. Lakini M23 waliweza kudai ya kwamba huyo kijana alipigwa masasi au masasi alipigwa jana kwa sababu walipita maeneo ya watu, lakini wale watu wakawapiga mawe, ndio maana na wao wakashambulia, wakaanza kuleta mashambulizi hayo
ya Masasi, lakini ni kitu ambacho sio kweli. Tufuatilie habari kamili kutoka pale Bukavu. Afu tutarejea kwa mtangazaji wetu. Sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel Miteba TV. Hapa tuko Chimpunda Onele, kabisa. Tuko Chimpunda Onele jana 20h kabisa. Ba M23 balikuwa wanaenda huko kujanda. Jana mkurudia, jana wakakutana watu biko hapa kuonele. Jana njoo bakashimama, balikuwa mtex. Kulikuwa taxi moya mweupe na chevale moya. Antuka balikuwa bien armé kabisa. Jana njoo tukasikia bakasema bana bapiga lijiwe. Njoo jana watu wakatawanyika, ba berevu bakaanza kimbia. Mkikimbia jana wakapiga masasi. Sasa walipiga masasi ikabana garçon moya alikuwa anatoka pa mwedisia, alikuwa kikombola telefoni yake, njoo akampiga masasi. Orke pa vile vya kusema sema na bapiga majio, hakuna mwali bapiga lijio. Antuka balikuwa bien armé kabisa. Mais ile ni intervention ya bongo ile ya kusema seo walibapiga lijiwe. Hakuna mwali bapiga lijiwe kabisa. Situation hii kabisa, antuka vitu vinaharibika sana, huko kabisa, huko hapa kuonele. Vitu vinaharibika jana na 20h. Iliharibika hapa jana na 20h kabisa, njoo jana vile vilisilikana hapa. Antuka tunasi wakuu wetu wazalendo wako watusaidie kabisa, watugomboe kwa sababu vitu vinaharibika kabisa, vinaharibika sana tena sana. Vinaharibika sana. Ni Jibu Rafaele kutoka Chimpunda. Asante sana. Tunapoendelea na habari zetu baada ya kusikiliza habari kutoka pale Bukavu kwa mtangazaji ambaye anapatikana pale Bukavu na kupata ushahidi zaidi kwenye uwanja wa mapambano na pale kwenye mji wa Bukavu, kila ambacho kimeendelea siku ya jana. Watu wengi sana wameweza kulalamika habari hizo. Umeme uliweza kukatwa na habari ikawa mbaya sana, mazingira ya mengi, baadhi ya mazingira ya Bukavu, masasi ikapigwa sana maeneo yale. Huku wasiwasi, vijana wengi ukiwa na lia. Basi baba mmoja alikuwa anatoka kugomboa simu yake mazingira, basi akakumbana na changamoto, kupigwa risasi kichwani. Hatuwezi tukapandisha picha hizo kwa sababu ya usalama ya channel hii, au vyombo hivi huwa vipendi damu kupandisha kabisa, tutakuwa tumevunja sheria. Kwa hiyo basi bado watu wanazidi kulalamika na wakizidi kulalamikia serikali mazingira yale kwamba hayana urafiki kabisa. Serikali wafanye nguvu zote, watu wanahangaika, watu wanazidi kupoteza maisha, watu ambao hawana hatia kwenye mji wa Bukavu. Lakini sio Bukavu tu, hata tukiendelea Goma kule ndio watu wameshazoea kabisa kufa. Goma watu wameshazoea kufa kabisa. Wameshazoea kufa Goma kwa sababu kila siku watu 400, watu 300 watu wanaisha kwenye mji wa Goma. Lakini ukiangalia watu ambao wameshakuwa wengi sana pale kwenye mji wa Goma, Wakongomani wanakuwa wachache sana kwenye mji wa Goma, ambapo mataifa mengine ambayo ni raia kutoka Rwanda ndio wameshajaa maeneo yale, kwa sababu maeneo yale kabisa ndio wamejaa lugha ambayo imetawala. Hata Kiswahili hakitawali sana kama Kinyarwanda pale kwenye maeneo ya mji wa Goma. Lakini raia wanazidi kufa na njaa maeneo yote yale ya Goma, huku hali ya usalama ikizidi kuzorota. Hakuna chakula kinachoingia maeneo yale. Tunaona sasa hivi serikali inapambana sana, inataka kupambana igomboe kwanza mji wa Bukavu kisha iendelee, lakini pia inaweza kujipanga kugomboa miji yote mbili kwa pamoja ikiwemo Bukavu na Goma. Hiyo pia inaweza kupendeza ili raia wote wapate kuendelea na afya zao njema. Lakini habari zingine ambazo zinazoendelea, Colonel Nanga anatafutwa. Colonel Nanga pamoja na watu wengine, baadhi watu wake wakina Bisimwa na wengine wanatafutwa na wameweka bilioni ya dola. Atakayemkamata Colonel Nanga au hata kumuua, basi atapewa hizo pesa na serikali. Sasa maswali mengi yameweza kutoka au wameweza kuuliza maswali haya ya kwamba kwa nini serikali iseme wamulete huyo mtu wakati serikali ndio ile ambayo ina nguvu, ina maskari ambao wanaweza. Hizo ni comment za watu, wanaweza wakaenda kabisa na kukamata Colonel Nanga na kumtupa ndani. Raia atakuwa na uwezo gani wa kumshika huyo? Raia akienda basi yeye ni kufa tu. Ndivyo comment za watu zinavyoendelea, lakini hawajasema tu mpaka ukamate, ni kujua mahali alipo, kwa sababu inasemekana kwamba Colonel Nanga haiko Bukavu wala haiko Uvira. Yeye na Bisimwa wamekimbia, hawako pale kwa sababu kibarua kimeota nyasi, wametoka maeneo yale, hawako tena Bukavu.
Uvira, Goma. Hawako tena Goma, wameshatoka Goma, na ndio maana wameshatafuta pale, hawapo, wameshatoka kwa sababu kibarua kimeleta nyasi. Zile nguvu ambazo walikuwa nazo kwamba wasonge mbele na mapambano imeweza kushindikana kabisa, imeweza kushindikana, zile nguvu hazipo. Kwa hiyo wameshatoka, wameona wameshashindwa hiyo vita, kwa sababu tangu wakamate Bukavu hakuna kinachoendelea, ni kuwa raia tu. Sasa wanakuja kusema Colonel Nanga yeye amesema kwamba ameleta ukombozi, anakuja kukomboa Wakongomani. Watu wa Goma walimpokea kwa furaha sana, basi wakiingia tena kwenye mji wa Bukavu wakapokelewa. Lakini ukombozi ambao anasema kwamba anakuja kukomboa Kongo ni kugomboa maiti. Mbona watu wengi wanakufa sana ambapo kwenye mikoa mbili ambayo wamekamata? Maana yake wakizidi kukamata mikoa watu watakufa vibaya sana. Au Wanyarwanda ambao wameenda kuchukua, au Watusi wanaua Wakongomani sana kwenye mazingira yote ya ambapo wamekamata watu. Tunashuhudia watu wanakufa bila hatia. Umelamka uko sawa, unakufa. Vitu ambavyo havieleweki, na kila Mkongomani ameshaona kwamba wala Colonel Nanga na pamoja na M23 hakuna ukombozi ambao wamekuja kuleta Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali wamekuja kumaliza Wakongomani wote. Hakuna ukombozi wote, bali hali inakuwa mbaya sana kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye mikoa mbili tu. Kisha bakikamata Kongo mzima, si watu wataisha Kongo mzima. Kwa hiyo Wakongomani mahali popote mlipo, kuna wengine wanasapoti Nanga, kuna wengine hawasapoti. Kwa wale ambao wanasapoti Nanga, endeleeni kusapoti, vinawaangalia kwa sababu wanaokufa ni wandugu, ni Wakongomani wenzenu ndio wanaokufa. Kwa hiyo endeleeni kusapoti, shauri yenu inawaangalia. Lakini kwa wale ambao hawasapoti kabisa, sisi tunawaunga mkono. Hapana kusapoti adui anakuja kuchukua nchi yako. Utaishi wapi? Utaishi wapi baada ya wewe kukamata nchi yako? Utaishi wapi wewe kama Mkongomani? Utauzisha nchi. Waaskari wengi sana tunawashuhudia wanakula rushwa, wanawapa pesa, wanauzisha nchi, wanampa dola 200, anaacha kupambana, anaacha maeneo za vita, anakuambia mimi serikali ilikuwa inipi $200. Sasa wananipa $200, inabidi niache vita. Bana pesa $5,000 alikuwa hajakamata, anatoka kwenye uwanja wa vita. Viongozi hivyo hivyo mnauzisha nchi kwa sababu ya pesa kidogo, wakati pesa nyingi ziko kwenye udongo. Lakini tunashukuru sana kwa sababu watu wengi wanashukuru, kwa niaba ya watu wanashukuru sababu nchi sasa hivi iko mikononi mwa Marekani. Marekani imeweza kukula mkataba na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa masuala ya madini, afu wao ndio watafanya ulinzi. Watu wengi wanaweza kucomment, wanasema kwamba wameweza kupeleka ni ukoloni kabisa ambao tayari upo, kwamba nchi inauzishwa. Bora nchi iuzishwe, raia wengi wanasema bora iuzishwe kwa Marekani ni sawa, kwa sababu amani itakuwepo, Wakongomani watakuwa na amani, hakuna atakayekufa maeneo yale. Nchi haijauzwa, nchi imekula mikataba. Mbona Rwanda ilikuwa ile mikataba ile ndio Paul Kagame alifanya pamoja na Amerika. Kuliko Kagame afanye na Amerika au na Marekani hiyo mikataba, yeye aliuzisha nchi ya Kongo ambayo sio yake. Bora mwenye nchi yake ambaye ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo auzishe nchi yake na Wakongomani watu watajuana, kuliko hiyo mikataba ambayo Kagame alikuwa imekula na wazungu, huku akiuzisha nchi ya watu wengine. Watu wanazidi kufa kila siku, mateso. Kongo ni kubwa, hakuna barabara, hakuna umeme, na ni tajiri sana, kitu ambacho hakieleweki. Afadhali Wakongomani wauzishane wao kwa wao, kwa sababu hapa ukiangalia kenye Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anatafuta watu wawe na amani. Hataki damu za watu kufa. Kama nchi haitaenda, kwa sababu dhahabu zitakuwa zinachimbwa na kutakuwa kariere ya bien maeneo yale. Dhahabu wanachimba, inaenda kisheria, inaenda kwa serikali, wanapima, inaenda wanakuja kununua. Si kama anauzisha nchi. Amekula mikataba kwamba wao wanakuja kununua dhahabu kwenye nchi ya demokrasia ya Kongo, ile soko ya mie Kongo. Ndiyo maana amefanya hiyo mikataba ambayo Kagame aliifanya na yeye. Kagame aliifanya na Kongo, sio ya kwake. Kwa nini watu wengi wanalaumu? President anauzisha nchi, auzishe nchi ni ya kwake, na Wakongomani wote wanafurahi. Sasa wale ambao wanakaa kila saa wanalalamika, wanauzisha nchi yenu, tunakubali. Watu wengi wanakubali wauzishwe, ni sawa, kuliko damu ya Wakongomani wanakufa kila siku, kwa sababu Kagame anachukua hizo dhahabu maeneo yale. Anapochukua zile dhahabu bure, hakuna hata kuacha hata senti kidogo pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na barabara hajengi, afanye chochote. Kwa hiyo
kuliko faida ziende kwenye nchi nyingine. Afadhali hiyo Kongo ikule mikataba hiyo hiyo, kama itabakia bure mali zote wachukue. Burkina Faso ilifanya hivyo. Burkina Faso ilifanya hivyo, ilikula mkataba na nani, na Urusi, wakati Ufaransa ilikuwa pale Burkina Faso. Ilikuwa haifanyi kitu, ni kukula tu, kuchukua vita kila mara. Lakini wakati Burkina Faso bwana Traore ameweza kuikabidhi nchi yake mikononi mwa Urusi, si amani inaingia? Urusi yenyewe inaingia kwa ile migodi inachimba huko, wanawatengenezea mabarabara, ni mikataba, wanawatengenezea mabarabara, jeshi kamili, ulinzi kama wote. Unaona Burkina Faso inatulia, inakuwa safi, na ndio Kenyatta Tshisekedi amefanya. Japokuwa mambo watu wengi wanalalamika, na wanaolalamika wengi watajijua, kwa sababu nchi ni ya Wakongomani na aliyefanya hicho kitu ni Mkongomani. Tunaendelea na habari zetu hapa kwenye channel ya Mteba TV. Tunaendelea na mambo mengi sana ambayo bado tunayo. Tunaingia kwenye mji wa Uvira, pale ambapo ulinzi ni mkali sana, kwa sababu ofisi zote za Bukavu zimeweza kuhamia kwenye jiji sasa hivi ambalo linaonekana kama ni jiji ni Uvira. Sasa hivi ofisi zote za kiserikali zimeweza kuhamia pale, kama wa Butembo walivyofanya. Za Goma zimeenda Butembo. Kwa hiyo tunapozidi kuendelea na taarifa zetu kwa channel ya Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment na kusabone. Taarifa utakuwa unazipata sana hapa kwa channel ya Mteba TV. Itakuwa ni mzuri sana, endelea kusabone, endelea kusonga mbele na habari za Mteba TV. Tuwashukuru wote ambao wanazidi kutusupport kwa kila ambacho tunapandisha hapa. Asante sana kwa nchi zote ambazo zinatufuatilia kwa ukaribu. Tanzania tunaipenda sana, Kongo tunaipenda sana, Afrika nzima, Malawi, Kenya, wapi kote, Afrika diside huko, Afrika Kusini, Angola, Marekani, Canada, nchi zote duniani jamani, hatubagui nchi zote zinatutazama, na tunashukuru sana. Na sisi pia tunazidi kuwapa habari za ukweli ambazo zinazidi kutoka hapa kwa channel ya Mteba TV. Kwa hiyo hapa tumeweza kuishia hapa. Jana tulikuwa na siku ya wakina mama, tuliwapongeza sana siku hizo za wakina mama, hongereni sana. Lakini pia na siku za wababa, Mungu anatupongeza wakina mama. Mungu anatupongeza na sisi huwa tunawapongeza sana kwenye siku zenu za wakina mama duniani. Na wakati wa wakina baba duniani, Mungu anatupongeza na sisi, kwa sababu na sisi tunahangaikia wakina mama na watoto. Hiyo ni changamoto tu, nika kitu fulani ambako nilikuwa nataka nichombeze kuchekesha wadau wa channel ya Mteba TV. Endeleeni kutufuatilia. Tuna interview leo tutafanya interview, yatapandishwa kesho, Sauti ya Mzalendo. Tuna kipindi ambacho kinakuwa kinafanyikwa hapa, kinaitwa ni Sauti ya Mzalendo. Popote mzalendo alipo, au Marekani au popote, tunafanyaga vipindi. Kwa tukipandisha kipindi hapo cha Sauti ya Mzalendo, endelea kutufuatilia kabisa na kutusupport. Sauti ya Mzalendo itakuja kusikika kwenye channel ya Mteba TV. Sisi hapa hatupandishaki vitu vya ovyo, tunapandisha vitu vinavyofundisha na matangazo ya kweli yanayofundisha, na watu wengi wanaamini channel ya Mteba TV kwa sababu inafanya kitu cha kweli. Ukiona tumepandisha chochote hapa kwa channel ya Mteba TV, bonyeza kwanza, sikiliza. Baada ya kusikiliza, baadaye utaona kama inakupendeza, utaendelea. Kama haikupendezi, basi unaacha. Lakini tunakushauri kuliko kuacha, bora uendelee, ili support yako inahitajika kwenye channel ya Mteba TV. Usisahau kusubscribe, like, comment. Ulikuwa na mimi ni Junior, na kutoka Bukavu ulikuwa na mtangazaji mwingine wetu ambaye anapatikana pale, Charles. Kutoka Bukavu tulikuwa na Jibu Rafael. Chao.